Lord saints. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Praise the Lord. Bwana Hallelujah. Yesu asifiwe. Haleluya. This is part 3 of our Hii lesson. ni sehemu ya 3 ya somo hili la leo. Guard your heart. Linda moyo wako. Guard your heart, saints. Linda moyo wako wapendwa. There are a whole lot of wars that are going on around us. Vita nyingi tunazisikia, tetesi za Each and every day majanga there's mengi. loss of life. Kila siku kunasikia watu wanapoteza maisha. Each and every day I know the saints are praying for peace. Tunajua watakatifu wanaoelewa hizi nyakati tunazopita wanaombea amani na mambo mengi. But at the same time, God has given us peace. Lakini Bwana hapo pia anatupatia amani. Hallelujah. And his peace he left with us. Amani yake anatuachia. Let the peace of God comfort your heart. Wacha amani ya Bwana Yesu Kristo ifariji moyo wako. I know it's hard. Najua ni hali ngumu sana. But there are natural wars that are going on in the world. Lakini kuna vita halisia zinazoendelea ulimwenguni. Around the world. Duniani hapa. Even on our streets. Hata kwenye mitaa yetu. The innocent shed of blood. Damu inayomwagwa bila hatia. But there's some good news today. Lakini kuna taarifa njema siku ya leo. Hallelujah. The New Testament in Jesus' blood. Agano jipya katika damu ya Yesu Kristo. For the remission of sins. Kwa ajili ya ondoleo la dhambi. The teachings of the apostles. Mafundisho ya wanafunzi wa Yesu. And someone somewhere in this world, maybe even in your neighborhood, received the Holy Ghost. Kuna mtu siku ya leo hata kwenye maeneo unayoishi amepokea Roho Mtakatifu siku ya leo. But it's God's kaelewa maana promise. yake, kamwomba Mungu kamjalie. It's God's promise to our hearts. Ni ahadi ya Bwana kwa mioyo yetu. That he would not leave us comfortless. Kwamba hata tuache bila mfariji. And that the Comforter, na kwamba mfariji, which is the Holy Ghost, ambaye ni Roho Mtakatifu, will lead us and guide us in all truth. atatuongoza katika kweli yote. Amen. Amen. So God is saying, fret not today. Ndio tunaambiwa leo tusitahayari, tusikose Don't be amani. afraid. Usiwe na hofu. But believe. Bali amini. Don't be afraid. Usiogope. Guard your heart. Linda moyo wako. Hallelujah. Hallelujah. You know, soldiers, law enforcement, maaskari, they wear what they call body armor. Polisi wanavaa wanaita body armor. To stop ile a jacket la kuzuia risasi zisiwapate. To stop a bullet from penetrating their chest to do damage to their heart. Kuzuia risasi isifikie kifua chao, kuwafanyia maafa. And with the things that are going on in the world today, na yale mambo yanayoendelea ulimwenguni siku ya leo, and that the issues of life, the things that we go through from day to day, mambo tunayopitia siku hadi siku, hallelujah, it's a spiritual warfare as well. Ni vita vya kiroho pia. But God has called you to be a soldier. Lakini Bwana ametuita kuwa askari. Hallelujah. So I'm a soldier in the army of the Lord. Kwamba mimi ni askari katika jeshi la Bwana. Hallelujah. God is looking for somebody to stand in the gap. Mtu ambaye atasimama mahali palipobomoka. God is telling us to gird up our loins like a man. Bwana anasema tufunge mikanda yetu kama wanaume imara, yani askari imara. And we're encouraging you, saints, leo tunawatia moyo wapendwa, to be strong in the Lord, kuwa na nguvu katika Bwana, and walk in the power of His tembea katika mamlaka ya uwezo wake. Bwana Yesu sio dhaifu, hajakuweza kuwa na adui akawa na nguvu kushinda yeye. Haitawahi kutokea. Proverbs 3rd chapter, tunaenda kusoma Mithali sura ya 3 verse 3 and 4. mstari wa 3 na wa 4. We talk about what love and reward and value is. Upendo na thawabu. This verse gives those examples. And it said, let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Read that, please. Nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako, ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya mwanadamu. Amen. 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 In your witness to the world, unaposhuhudia as a child of God, kama mtoto wa Mungu,
as a disciple of as a child of Jesus Christ, a disciple of Jesus Christ. Hallelujah. Mercy and truth. Hallelujah. You're speaking out of your mouth and from your heart. Amen. First, God said, write them upon your heart. Remember the scripture where he said, thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee, O Lord. But God said, write it on your heart. Hallelujah. Tie it around your neck. And as you witness and you go before people, hallelujah, and you witness to them, you will find favor not only with God but with man. Because of the truth of God that you're speaking, that brings life. You're speaking life when you speak truth. Hallelujah. You're speaking life when you speak Jesus. And when you show mercy. I don't care what sin that a person is caught up in or they've done. We serve a God that forgives sins. That shows, hallelujah, that will give mercy upon those that he chooses to give mercy, and show compassion upon those he chooses to show compassion. Unaona kuna maandiko ameandika, nitamrehemu yule nimrehemuye, nitamuonesha rehema yule tutatafuta ile andiko tutakuwekea hapa. Because I know that the Lord is slow to anger and of great compassion for his people. Mungu ni mwingi wa rehema na you need to know that. Jua hayo maandiko, jikumbushe. Sana na kukumbusha, ulifanyaga hivi, uliendaga kwa waganga, ulishafanya, uliiba, ulizulumu mtu, uliua mtu, ulitoa mimba. Nenda kwa Yesu Kristo. Amen. Mrudishie shetani maandiko kama Yesu alivyomwambia shetani. Amen. Amen. I'm saying just like how the Lord returned to the devil, it is written. When the devil brings remembrance, oh, you killed somebody, you used to steal, you used to go to witch doctor, you did abortion, remind him the word of the Lord. I used to. I am redeemed. Hallelujah. Brought with a price. Amen. Jesus has changed my whole life. Naona nimekombolewa. Yesu amebadilisha maisha yangu. If anybody asks you, yoyote akikuuliza, kuna wimbo huo, just who I am, kwamba mimi ni nani, tell them that I am redeemed, I'm saved. Nimeokolewa. Hallelujah. And I used to say, when that voice will come, I will say, take it out with Jesus. Yeah. Just take it out with Jesus. Nilikuwa namwambiaga sauti kwa inakuja na ni hukumu, namwambia wewe muulize Yesu. As the devil wanted to claim Moses' body, what was the answer of the angel Michael? Yeah. The Lord God rebuke you. You rebuke that devil. You rebuke that enemy of you. That adversary of your adversary, which is the devil, the false accuser. He's a false accuser of the saints. Read the word of God. The devil is, you need to know your enemy. That's how you're going to be able to guard your heart. That's how you're going to be able to walk in truth. That's how you're going to be able to find favor not only with God but with man by speaking the truth. God said, not by my power, not by my might, but by my spirit, said the Lord. You got to have the spirit of Holy Ghost, the spirit of God in you. Amen. By his spirit. We are all baptized. We are all one in him. Hallelujah. By his spirit. What spirit do you have? Because if you don't have the spirit of Christ, you're none of his. Romans 8 and 9. Look it up. Study. Look, we can't read every scripture today. But you need to search the scriptures. In them you think you have life. But Jesus said, these are the ones that testify of me. Lean not to your own understanding. Get wisdom. Get an understanding.
Because the devil, if this gospel be hid, kwa maana kama injili hii imefichika, it's hid to them that are lost. Imefichika kwa wale wanaopotea. There's some walking dead men today. Mpendwa, kuna wanaotembea wafu walio hai wanapumua, wanatembea wanasema wao ni wa Kristo. And they are blind leaders of the blind. Lakini ni vipofu wanaongoza vipofu. And they're going to fall into the ditch. Na wataishia kuanguka kwenye koroma. But God says, Yesu Kristo amesema, if they want to have eyes that they can see, ukiwataka wawe na macho waone, and desire ears that they can hear, wanatamani masikio wasikie, that he will not only heal them but convert them, hata waponya tu, bali atawakomboa, hallelujah, atawasaidia wale wanaotaka kusikia na kuona. Mpendwa wangu, thank you Jesus. Asante Yesu Kristo. You got to want Jesus. Inabidi umtake Yesu kwa moyo wako wote. Hallelujah. Hallelujah. So hallelujah is here and having favor not just with God, akiwa na kibali, sio finding favor and good understanding not only with God but with man. Hallelujah. Kupata kibali sio tu na wanadamu bali na Mungu pia. Amen. Amen. Mark the perfect man. The Bible says. Biblia inasema behind him na mtu aliye mkamilifu, you find mercy, you find strength. Unakuta nguvu. Amen. Amen. Tafuta kukamilika tu. Tunaambiwa ndio binadamu hatujakamilika. Mark the perfect man, behind him, with him you find peace. Unakuta pamoja naye unakuta amani. Amen. Mtu anayetafuta ukamilifu wa Yesu Kristo. God wants us to be perfect. Yesu Kristo anataka tu. I don't care what the world says. Somebody say, well, we're not perfect. Dunia inasema sisi hatuwezi kuwa kamilifu. Shaking the filthiness of the flesh and of the spirit and perfecting holiness. Tunaambiwa tujikukute, tukatae uchafu wa roho na mwili, tukikamilisha wokovu wetu kwa hofu na kutetemeka. So to perfect holiness you got to work at it. Kwenye Biblia kabisa. Every day. Kukuwa mtimilifu inabidi uamke kumshika Yesu Kristo. Amen. Kila siku. Amen. And then you'll become perfect with it. Ndio unazidi kuwa mkamilifu katika yeye. In the restaurants, the fancy restaurants, kwenye hizi hoteli za the fast food places, sehemu za hata hizi za fast food, a lot of times we don't get it the way they show it on TV. Mara nyingi tuipata wanaoonyesha kwenye TV. But a lot of the franchises, matangazo ya biashara, lakini makampuni mengi ya franchise, they have to prepare meals just like if you find it on one part of the country, it has to be the same way on the other side of the country. Yani wana formula lazima waifuate. As advertised. Ukinunua hiyo chakula hicho upande fulani wa nchi, ukienda mkoa mwingine, state nyingine, vile wanafuata formula. There's a uniformity of the meal. Kuna kufanana katika mlo ule. Where that cheeseburger got to look like the cheeseburgers that you buy all the time. Hiyo cheeseburger inafanana hivyo kila siku. Kuna formula yake. A can that may be advertising a product or a certain product is wrapped with a certain name on it. It's got to be wrapped a certain way and it all got to be uniform. Yani vile inavyofungwa, kifungashio, kila kitu inafanana vile. You get in your car and you drive across town. You must obey all the traffic laws and so forth to keep from having an accident. You must be perfect. Inabidi mkamilifu. Ukiamua naendesha kutoka hapa kwenda upande mwingine wa nchi, utii sheria za barabarani ili ufike salama. You drive 500 miles, you obey the traffic laws, you get home safe, you say, thank you, Jesus. Unaendesha maili mpaka 500, unatii sheria, unaenda, unarudi salama. No accident, no loss of life, nobody hurt. Well, thank you, Jesus. Mtu apoteza maisha, unasema asante Yesu Kristo. That was a perfect trip. Hiyo ni safari ambayo imetimilika, ni kamilifu. Hallelujah. Hallelujah. But when you doubt, you will not receive anything from God. Utapokea chochote kutoka kwa Bwana. When you waver, a double-minded man is unstable in all his ways. Mtu ambaye yuko na ndumila kuwili hajatulia kwenye imani. And let not that man think he will receive anything from the Lord. Siku zote asitegemea. That's the word of God. Muamini Mungu kama vile una akili vizuri. Amini, tunaitaga crazy faith. Imani ya kichaa, yani uamini uelewi. And you waver in your heart, you waver in your mind. And you count on men. Unasitegemea wanadamu. Instead of seeking the Lord for help. Usitegemea Bwana, usitegemea wanadamu. Tegemea Bwana Yesu Kristo. Your heart is not right before God. Haunakuwa hauko safi mbele za Bwana ukiwa unayumba kwenye imani. Remember, faith moves God. Kumbuka imani yako ndio inamgusa Bwana.
Hallelujah. Hallelujah. Psalms 37:4. Zaburi Delight 37:4. thyself in the Lord, and he shall give thee the desires of thy heart. Jipendeze katika Bwana, mpendeze Bwana naye atakupa haja za moyo wako. If you delight yourself in the Lord, Jifurahishe katika Bwana, praising him inwardly and outwardly, unamsifu kwa ndani na kwa nje, with spiritual psalms and hymns, zaburi unaimba, always giving praise unto the nyimbo Lord, za kumsifu zile za utakatifu. always Hata giving zilizokuwa worship. na watu ambao wanataka kutengeneza tu pesa. When your heart is heavy, Moyo wako ukiwa mzito, your victory is in the praise. ushindi uko katika kumsifu Bwana. If you could just praise God. Ukimsifu tu Bwana, He says, sing unto me a new anasema song. niimbie wimbo mpya. Sing in the Spirit. Imba katika roho. Pray in the Spirit. Omba katika roho. Walk in the Spirit. Tembea katika roho. And you won't fulfill the lust of the flesh. Utatimiza haja za mwili. And when we begin to praise and magnify God, tukianza kumsifu Bwana, weights are lifted, mzito unaondoka, the joy comes in, furaha inaingia. our mind is stayed on the Lord, tunakaa katika Bwana, and he gives us peace. anatupa amani. Hallelujah. Sauli, King Saul, mfalme Sauli, he had David come in and play the harp. ilibidi Daudi awe anaenda anamchezea kinanda. God put an evil spirit on him. Mungu aliruhusu akamwekea Sauli. And he only got peace when David came in and played the harp. Alipata amani yake tu Played the song of God. Hallelujah. Na Sauli kilichomponza ni kukosa utii. I say that because when trouble hit, nakwambia kwa sababu and shida you don't ikija, have, it's hard to even speak. Unashindwa hata kuongea. It's hard to even Mambo concentrate. mazito, uweze akili yako. You're hurting and the tears are falling. Machozi yanakutoka. Put on some gospel music. Weka nyimbo ya Injili. Hasa za Let the Lord minister to your wacha heart. Bwana akuhudumie moyo They wako. talk Zile about za taratibu zile. songs that talk zinazosema about his maandiko. grace and his mercy, Zaburi zinasema kuhusu neema his zake na loving rehema zake. kindness and Upendo salvation, wake katika wokovu. and how he will deliver you, Jinsi ambavyo how atakukomboa. he will bless you. Nyimbo zinazosema jinsi atakavyokubariki. When it's hard to pick up your Bible and read the word of Ni vigumu God, hata kufungua Biblia kusoma, wapendwa. Kuna mapito. Jesus, Sema Yesu Kristo. Jesus, help me, Jesus. Nisaidie Yesu. Bless me, Jesus. Nibariki, nisaidie. Love me, Nitoe Jesus. mahali hapa. Nionee. Lord, help me. Nionee. I need you, God. Nisamehe. Tubu Work it zako out for me, zote. Jesus. Nitengenezee njia. Hapo ndio wakati wa I kutubu. can't do this alone. Mawazo, maneno na matendo. Nisamehe Bwana. Hallelujah. Remember, if you seek the Lord, you shall find him. Ukimtafuta Bwana utampata. Hallelujah. Hallelujah. For he's the ever-present help in Yeye ni time of trouble. msaada wa kudumu wakati wa shida. So delight yourself in the Lord. Jifurahishe katika Bwana. Amen. Amen. And he shall give you the desires Naye of your atakupatia heart. haja za moyo Whatever wako. you want from Chochote God, unachohitaji. God says in his word. Bwana amesema katika neno lake. What God? Jesus says in his word Yesu Kristo amesema kwenye neno lake. that if you ask me whatsoever you ask of Chochote me unachoniomba and do not waver, na usikitike. Hallelujah. I will do it for you. Nitakutendea. That's what Jesus promised. Hallelujah. And provided we ask as if somebody does what you are recommending, their will, their desires will be aligned with the Lord. Amen. That's how they're going to get the desires of their heart. Yeah. Because if they're outside and asking for some sinful, wicked, useless stuff for heaven, they won't receive it. Let me translate what I'm saying. Hiyo, ukifuata mtumishi wa Mungu anachofundisha, mapenzi yako, matakwa yako yatafanana na Yesu Kristo anataka ni. Ndio maana utapata haja za moyo wako. Huwezi kupata haja za moyo wako uko nje ya Kristo, uko nje ya neno la Mungu. Utakuwa unataka mambo ya dhambi, hutapata. Amen. Amen. God is a spirit. Mungu ni roho. And they that worship him Na wale wamwabuduo must. lazima. It's a must Ni lazima that you worship him wamwabudu in spirit, katika roho, in the Holy Ghost, katika Roho Mtakatifu and in truth, na katika kweli. the word of God. Neno la Mungu. Because God's word is truth. Kwa maana neno la Mungu ni kweli. Lord, how will we know the way, the disciples said? Watumishi wa Mungu walisema. Jesus said, Yesu Kristo alisema, I am the way, mimi ndio njia, the truth, kweli and the life. na uzima. No man goeth to the Father Hakuna aenda kwa but Baba by me. isipokuwa kwangu. You come to me. Unakuja kwangu. Hallelujah. 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 Proverbs. Zaburi,
Mithali 17 and 22. 17:22. Chapter 17 verse 22 and say, a merry heart Hallelujah. doeth good like a medicine. Hallelujah. But a broken spirit drieth the bones. Hallelujah. Amen. Read that, please. Nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka huikausha mifupa. And my description of singing songs unto the Lord and blessing the Lord and giving God glory, even when your heart is broken, hallelujah, in that, having that merry heart is going to be medicine for your bones. Niliposhauri hapa, imba nyimbo za kumsifu, za kumwabudu Bwana, za kusifu, itasaidia mifupa yako, afya. Yani moyo ukiwa na huzuni unapata magonjwa mpendo, tena mabaya kabisa. It's going to medicate and heal your heart, your broken heart. Moyo wako uliopondeka. Why? Because when you're singing those songs and praising God and giving God glory, and God comes in, He inhabits your praises as a sweet savor, as a sweet sacrifice unto Him. Hallelujah. Then you'll get relief. Then you'll get your healing. Then you'll get your deliverance. Why? Because God said a broken heart and a contrite spirit I will not turn away. I will heal them. So you're inviting God to come in to your broken heart. You're inviting God to stay in your broken body. Hallelujah. For by His stripes we are healed. Hallelujah. Hallelujah. The Lord came, He said, He took the book in the synagogue from the minister. And He said, I have come to proclaim the day of the Lord, to heal the broken heart, to open the sight of the eyes of the blind. Hallelujah. And to proclaim, to preach the gospel to everybody. And to proclaim the coming of the Lord. Hallelujah. And just what? As the children of God, we're going to do the same. Amen. Because we're Christ-like. Hallelujah. Thank you, Jesus. And what is Christ-like to be a Christian? Thank you, Jesus. But let it be medicine to your bones. Hallelujah. And to your broken spirit. Proverbs 3:1 and 2. My son, forget not my law, and let thine heart keep thy commandments. For length of days and long life and peace shall thy add unto thee. Nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo, Mithali 3:1 na 2. Verse 1 and 2. Mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. God is saying, my sons, my daughters, children of God. He said, don't forget my law, don't forget my word. You want to live a long time? You want your days to be long? You want long life? Keep my commandments and my peace. And thou shalt be added unto thee. He's going to add these days unto you. Amen. Amen. Keeping the commandments of the Lord. That's the key to long life. You know what another key to long life is? That you speak no evil out of your mouth. That you speak not gall and evil from your lips. Because from the mouth you speak life or death. And today it hurts my heart to see many speaking death over people. Putting violence against one another. Blood being shed in our streets. But speaking evil and speaking death over someone.
It's Kwa mfano wa heartbreaking. Mungu. Inaumiza moyo sana. But we're going to continue to speak life. Lakini tuendelea kuzungumza uzima na And amani. another thing I want to tell you in reference to having long days Na njia nyingine ya kuwa na maisha marefu. and long life according to keeping God's commandments. Sawa sana kutunza amri za Mungu. Children, obey your mothers and fathers, Tiini wazazi wenu, baba yenu na mama that you yenu. may have long life upon the earth. Muwe na maisha marefu hapa For duniani. this is right. Kwa maana hii ni kweli. Whether it's Old Testament or New Hii ni Testament, sahihi. Hallelujah. it is right that you can live a long time Utaishi maisha marefu sana. instead of cursing your mother and Badala ya father, kumlaani baba yako na mama yako. honoring your mother and Wewe father. waheshimu. Amen. Amina. Wabariki. So we Yes, as yes. ministers, we as the children of God, we Kama are the watoto wa redeemed of Yesu God. Kristo, We are to warn, Inabidi tuonye. remind people, Tuwakumbushe and warn them. na kuwaonya. Amen, Amen. of these things. Kwa mambo haya. And we will be, the Word of God said we will be a good minister of Jesus Christ if we do so. Tutakuwa watumishi sahihi wa Yesu Kristo tukifanya hayo. Amen. Amen. And God loves a cheerful giver. Mungu anapenda ambaye anatoa na moyo mkunjufu. 2 Corinthians 9:7. Waraka wa pili wa Korinto 9:7. Every man according as he purpose in his heart, so let him give. Amen. Not grudgingly Mhm. or for necessity. Mhm. For God loveth a cheerful giver. Inasema kila mtu sawa sawa na alivyonia moyoni mwake na atoe, si kwa kinyongo au kwa uhitaji, kwa maana Bwana anampenda atoaye kwa moyo mkunjufu. And you're giving, God didn't tell us to save the world. That's his job. Katika kutoa kwako He's the unasaidia Savior. wengine, He's Lord and Savior. kutuita kwa ulimwengu mzima. Bila kuna baadhi But ya wale ambao God Mungu called us anakugusa. to be a witness. Mpatie huyu. Amen. And then you're giving of your natural substance, food, shelter, or whatever. Chakula, malazi, chochote kile. We know there's limitations. Kuna vikwazo. And you can't feed the world. Mpaka. Huwezi kulisha mtu. You can't clothe kila the mtu world. duniani, nguo kila mtu duniani. But if it's just one, Lakini kama ni mmoja tu. when one soul repent, all heaven rejoice. Mmoja akitubu na dunia nzima mbinguni kote wanafurahia. What God Saidia mmoja purposed. atubu dhambi aokoke. What God put in your heart to give or to do Kile for Mungu his people. alichokugusa ufanyie watu wa Mungu, kuwasaidia kimwili. Jesus said, as you give it as unto the least of the brethren, Yesu Kristo alisema jinsi unavyotoa kwa wadogo the least, hawa, the poor of the people, wao, yani wasio na you have given it unto me. masikini hao umenipatia mimi. Amen. Amen. God will bless you for it. Bwana atakubariki. He said, the poor you have where you always. Anasema masikini wenye uhitaji mtakuwa nao siku zote. Amen. Amen. Show mercy that you may obtain mercy. Onyesha rehema ili uonyeshe na wewe upate rehema. Amen. You giving from your heart, not grudgingly. Unatoa kutoka moyoni, sio kwa kinyongo. You know, I don't like nobody to throw food at me. You throw food at me, I don't want it. Kwa mfano mtu mimi sipendi anidharau tu, unakuta But kuna if you hoteli hand it tunaenda to me, tukienda Afrika huko. You hand it to me in love. Mtu anakuwa labda ni dini nyingine, anatugundua Sometimes you have to, somebody that's anatupa hungry, chakula, anatupa ovyo ovyo. someone that's hungry, you have to feed them chakula cha hivyo. before you can get their attention just to give them a word. Mpe kwanza chakula cha kimwili. Because if they're hungry and you're trying to feed them some spiritual bread, their mind is going to be on their hunger and they're not going to hear what you got to say. Kwa maana kama ana njaa hajashiba chakula, ana njaa kweli, hajala siku nyingi, hata kusikiliza ukimhubiria kabla hujamsaidia. But if you offer them a piece of bread and show some kindness, show some love, wema, upendo, then you may have their attention at least for a moment, watakusikiliza angalau kwa muda ule, watakusikiliza that you can minister to their broken kwa heart. hudumia moyo wao uliopondeka. And just remember where the Lord brought you from Kumbuka Bwana alipokutoa and how he saved you. alipokuokoa. Amen. Tu. Amen. For the Lord loved, and he said not grudgingly and not out of necessity. Why? Because the Lord loves a cheerful giver. It's good to know that the Lord love what we do and when we give. Vizuri kujua Mungu anapenda tunachokitoa. Amen. Kwa moyo mkunjufu. Hallelujah. Hallelujah. So let's continue to pray, fast, and do those things which are spiritual. Kufunga na kufanya yale mambo ya kiroho, kutujenga kiroho. Amen. Amen. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Say that, please. Wamebarikiwa walio wasafi wa moyo, maana watamuona Mungu.
The Lord said, be of good courage, and he shall strengthen thy heart. All ye that hope in the Lord. That's Psalms 31:24. Zaburi 31:24 inasema tuwe na ujasiri na atatutia nguvu mioyo yetu sisi wote tumtumainiao Bwana. Amen. God is steady encouraging you. Bwana anaendelea kututia guard your heart. Linda moyo wako. Guard your heart. I said, and it's times that you get sick. Na kuna wakati unajisikia mwili wako una maumivu. You can't minister. You can't help nobody else. Huwezi kumsaidia mwingine kwa sababu una maumivu. If you're sick, if you're down, yeah, we trust God. Tunamwamini Mungu anatuponya. But at the same time, we have to take care of his temple. Lakini inabidi pia utunze ili hekalu la mwili wake ambao ni Roho Mtakatifu. Don't you know that your body is the temple of the Holy Ghost where God dwells? Tumeambiwa tujui miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. If you destroy God's temple, ndani yetu, God will destroy you. Ukiharibu hekalu hilo, Bwana if you defile, the word of God says, if you defile God's temple, he will destroy you. And what we can defile God's temple with? The things of the world. Because we're not of the world. This world is not our home. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Hallelujah. Hallelujah. With thy whole heart kwa moyo wako wote have I sought thee. Nimekutafuta. Oh, let me not wander usiniruhusu from thy commandments. Nikaenda mbali na amri zako. Lord, keep me, keep my mind, keep my heart. Nitunze akili yangu, moyo wangu. I'm seeking you through your word. Nakutafuta kwa neno lako. Don't let me go astray, God. Usiruhusu nikaenda mbali na Amen. The Lord is a keeper. Bwana anahifadhi. Omba kupitia maandiko yana When you read in the word of God and you study the word of God, ukisoma neno la Mungu, God said that he will preserve you. Bwana amesema atakuhifadhi. To preserve you is to keep you. Ni kukutunza, kukulinda, Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. So teach me, Lord, nifundishe to number our days, kuhesabu siku zetu. Tufundishe that we might apply our hearts unto wisdom. Ili mioyo yetu ikaweza kutimiliza hekima yako. Redeeming the time, kuokoa muda, for the days are evil. Hizi nyakati ni za uovu. Making full proof of your ministry. Tukitimiza huduma tulioitiwa, kazi ya Mungu tulioitiwa hapa duniani, tuitimize kwa ukamilifu. Kila mtu ana kazi hapa duniani ujue. The Lord says, imani yako ni nani? Occupy till I come. Bwana amesema miliki mpaka nitakaporudi. When Jesus is ascended on high, they were all standing watching him to ascend in heaven. Wakawa wanamwangalia wale waliomwangalia. And there were two angels standing by saying, what you looking at? Malaika wawili wakaja kauliza mnangalia. Why are you waiting here? Mnasubiria nini? This same Jesus that have left you ascended on high, he's coming back. Yesu huyu mnayemwangalia anaenda mbinguni atarudi. In other words, let's get busy. Kwa maneno mengine, anzeni kufanya kazi, msikae mnazubaa. Hallelujah. And they begin to witness and they begin to minister and they begin to fellowship in Christ. Amen. Amen. Why are you standing here gazing stern? He's coming back. And he's coming back for a church without spot or blemish. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And here we say as a benediction, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Lord, let the words of my mouth, what I say and come out of my mouth. And as the word of God says, study to show yourself approved, a workman not being ashamed. Ili tusije tukawa watumishi tuliokataliwa. Kila mtu ni mtumishi wa Mungu anayemfuata Yesu Kristo. Rightly dividing the word of truth. Tukichambua kwa usahihi neno la kweli. But the Lord also commands us Bwana ametuamrisha pia to meditate on his word. Tutafakari neno lake. Both day usiku and night. Na mchana. So not only to study, sio tu kulisoma, but to meditate. Bali kulitafakari.
It's times you won't be able to open your Kuna wakati Bible. unaweza ukashindwa uweze kufungua Biblia. It's times that you're witnessing that you got to go, you got to say, help me, Holy Kuna Ghost. wakati unasema And the Mungu Holy nisaidie. Ghost will bring memories of what God wants you Na Roho to say, Mtakatifu atakukumbusha unatakiwa useme nini. what God wants you to do. Unapaswa kufanya nini. He said in that same hour, don't worry about anything. I'll give you the words. Nitakupa neno. Amen. Amen. But you got to ask from God. Your heart got to be Moyo in a wako, place that you ask God for everything. Unabidi uwe mahali ambapo unamuomba Mungu kwa kila jambo. And He will lead you and guide you in all truth. Katika kweli yote. Amen. Amen. It don't have to be hard. Sio lazima iwe kitu kigumu The sana. way of a transgressor is hard. A sinner Njia is ya hard. mwenye dhambi ndio inakuaga ngumu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. But thy word have I hid in my hallelujah in my heart that I might not sin against thee. Neno lako nimeliweka ndani ya moyo wangu, nimelificha ndani ya moyo wangu Let the words of my mouth Bwana, wacha maneno ya kinywa changu and the meditation of my heart, tafakari ya moyo wangu where you are, God, ambako wewe upo na kuomba ukaishi, be acceptable, be a sweet mawazo ya savor moyo unto wangu, you, something that you maneno ya kinywa receive. changu yapate kibali ambacho utapokea. Haleluya. Oh Lord, Bwana, in all thy ways acknowledge him and he shall direct thy path. Oh Lord, tumeambiwa katika njia zako zote mtambue Bwana. Bwana, mtambue kwamba yeye ni Bwana. The Lord told the blind man, what is it that you want? They said, Lord, thou son of David, Jesus, thy son of David, help, have mercy on us. Yesu Kristo, what is it that you want of the Lord? That we may receive our, but in all that they acknowledge him as Lord. Walimtambua kama ni Bwana Mungu wao. All those that call him Lord. Wote wanaomuita Bwana. Lord, heal my daughter. Niponye binti yangu. It's not for, I didn't come for the heathens. It's not to give good bread to dogs. Hallelujah. But I come for the lost sheep of Israel. Mkate kwa ajili ya mbwa. The woman said, true, Lord, but the dogs desire the bread to fall off the master's table. Mama wa Kisamaria akasema ni kweli Bwana. Woman, you got great faith, good faith. Go that way, your daughter's healed. Akasema mwanamke, hallelujah, nimponya mtoto wako, nitamponya mtoto wako kwa imani yako, na imani kubwa sana. Alipokea oh Lord, acknowledge him as Lord and Savior. Acknowledge him as God. Mtambue ni Yesu Kristo. The Lord is God. Jesus is Lord. Yesu Kristo ndiye Bwana. Hallelujah. Hallelujah. My strength and my Redeemer. Na mkombozi wangu. My strength. Nguvu yangu. In the Holy Ghost, in the Spirit. Katika Roho. Hallelujah. My Savior. Mwokozi wangu. My Redeemer. Mkombozi wangu. Hallelujah. I call upon you. Nakuitia wewe Bwana. Wewe ni mtu wa kuomba wakati wote ndani ya moyo wako. Blessed. Hallelujah. Ni kwa neema zake tu anatusaidia, anatushika mkono, anatutembeza hatua kwa hatua. Blessed are they that keep his testimonies and hallelujah that seek him with their whole heart. Zaburi 119 mstari wa 2 inasema, wamebarikiwa wale wanaotunza shuhuda zake na kumtafuta na mioyo yao yote. God wants your whole heart. Bwana anataka moyo wako wote. God don't want you in part. Hataki nusu baadhi. He said, I'm a jealous God. Anasema ni Mungu mwenye don't put no other God before usiweke me. miungu mingine yoyote mbele my name is jealous. Neno langu ni mwenye wivu. Glory be to God. Glory be to the Lord. Hallelujah. All glory belongs to God. Utukufu wote ni wa Bwana. Sio binadamu, sio mchungaji. God be the glory for the great things he's done. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. This concludes part 3 of our lesson. Tunamalizia sehemu ya 3 ya somo hili. Guard your heart. Linda moyo wako. Amen. Amen.